sisi wazazi ambao hatukufanikiwa kwenda darasa kulingana na mazingira au kulingana na wazazi wetu walivyokuwa au kulingana na tamaduni zetu za kipindi hicho. Lakini sasa hivi mzazi unapopata ufahamu kwamba elimu ni msingi wa kila kitu kwa mtoto wetu, tunajitahidi. Mama unauza maparachichi, mtoto anaenda wapi? Shule. Unakata ndizi, mtoto anaenda shule. Unafanya vibarua, mtoto anaenda shule. Yaani unasema kabisa mimi kama nilivyokuwa hivi sitaki na mtoto wangu awe hivi, awe zaidi ya hapa. Si ndio jamani? Ndio maana unakuta kina baba kina mama wanahangaika na watoto wao ili kwamba wapate elimu, kwa sababu elimu ndio kila kitu. Sio lazima kuajiriwa, unajiajiri, lakini akili yako na ufahamu wako unakuwa mkubwa, unaelewa tu kwamba hiki ndio kinachotakiwa ni kizuri au hiki ni kibaya. Kwa hiyo elimu ni msingi. Lakini kwenye upande wa kiroho tunakuja pale kuona kwenye Wakorintho wa pili mstari ule wa 10, Wakorintho wa pili sura ile ya 10 mstari wa 5. Hii nani anaweza kutusomea hapo? Wakorintho wa pili sura ya 10 mstari wa 5. Amina. Kiangusha mawazo na kila kitu kilichoinuka kimwacha juu ya elimu ya Mungu na kitenda nyara kila fikra ipate kutii. Hapo sasa kujiinua, kila kitu kijiinuacho juu ya elimu ya Mungu. Kumbe kuna elimu ya Mungu, si ndio? Kama kuna elimu ya dunia, kumbe kuna elimu ya Mungu. Kumbe mtoto anapaswa vyote kuvifahamu. Elimu ya dunia haifahamu, lakini na elimu ya Mungu. Lakini akifahamu elimu ya Mungu ndio msingi wa mambo yote, ndio msingi wa malezi mazuri, ndio msingi wa maadili tunapoyapata. Lakini pia tukiangalia kwenye Timotheo wa kwanza sura ile ya 3 mstari ule wa 4. Ukiangalia pale Timotheo wa kwanza sura ile ya 3 mstari wa 4, ndio mwenye kusimamia nyumba yake vema, atwaye kutisha watoto katika ustahivu ni maadili yote ya nyumba, heshima, nidhamu na kila kitu. Kumbe tunatakiwa wazazi kama baba kama mama kumwelekeza mtoto mambo ya msingi yanayohusu roho. Lakini kitu kingine, kumfundisha mtoto neno la Mungu kila wakati. Hapa si lazima, kwa mfano hapa vipindi vyetu sisi ni Jumangapi? Jumatano, Ijumaa na Jumapili. Ukiacha ibada maalum inayoendelea, si ndio? Je, siku zote hizo inakuwaje? Inakuwaje wewe na mtoto wako? Je, unafanya ibada nyumbani? Kwa sasa kumbe habari za Mungu sio kuja tu kanisani. Hata nyumbani inatakiwa umfundishe nini mtoto wako, kila mara ajifunze neno la Mungu. Tutaona hayo kwenye Torati 6 mstari wa 6 mpaka wa 9, tunaweza tukasoma, lakini sana tutajikita kwenye ule mstari wa 7. Mstari wa 6 mpaka wa 9 pale. Basi wale wa Israeli, mimi ni Yehova, nami nitawatoa ninyi toke chini ya mzigo ya Wamisri, nami nitawaokoa na utumwa wao, nami nitawakomboa kwa mkono ulionyooshwa na kwa hukumu kubwa. Naam, nitawatoeni kuwa watu wangu, nitakuwa Mungu wenu, nanyi niwatoaye. Nami nitawaleta hata nchi ile ambayo naliinua mkono wangu niwape Ibrahimu na Isaka na Yakobo, nitawapa iwe urithi wenu. Mimi ni Yehova. Musa akawaambia wana wa Israeli maneno haya, lakini hawakumsikiliza Musa kwa ajili ya uchungu na moyo wa moyo. Umesoma kwa kumbukumbu la Torati 6? Basi
jinsi gani ya kuwalea hawa watoto, ni jinsi ambavyo inatakiwa kumfundisha mambo ya Mungu naye ayajue. Nakwambia hata kuja ayasahau. Bwana Yesu asifiwe. Hii kumbukumbu inaelezea vizuri kabisa namna gani au msingi wa mtoto wako kuwa imara uko katika hili neno. Hivyo basi unapofanya ibada zile za nyumbani, tafadhali sana usiache. Kwanza ndio ule muda ambao unaweza kuongea na mtoto. Ndio kuna haraka na tena roho. Ndio wanaimba, wataabudu, watasoma neno, watajifunza, kuna maswali. Pale ndio utaona muunganiko sasa wa watoto na nini na wazazi wao. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo ni baadhi tu. Vipo vipengele vingi ambavyo vinaweza vikaashiria malezi mazuri kutoka kwa wewe mzazi kwenda kwa mtoto wako. Lakini hivyo ni vipengele vichache. Mfano, kuepuka kuwakasirisha watoto kupita kiasi. Kuepuka kuwakasirisha watoto kupita kiasi. Kumbe na sisi wazazi kuna wakati tunawakasirisha watoto kupita nini? Kupita kiasi. Hivi nani anaweza katuambia kwani kupita kiasi ndio namna gani? Kuwakasirisha watoto kupita kiasi. Nani anaweza katuambia? Ni kwa namna gani tunawakasirisha watoto kupita kiasi? Jamani, tunaishi na watoto na tunafahamu jinsi ambavyo tunaongea nao. Nani anaweza kanielezea? Kuwakasirisha watoto kupita kiasi kukoje? Wakati tunafungua Efeso 6:4. Anaweza kukusanya kitu alafu nikamtukana sana au nikamchapa sana itakuwa mzika sana. Na mwingine anaweza kaongezea hapo sana. Wakasirisha watoto, kumbe na sisi wako tunawakasirisha watoto. Hebu tusome Efeso 6:4. Nanyi akina baba msiwachokoze watoto wenu, bali waleeni katika adabu na maonyo ya Bwana. Waleeni katika adabu na maonyo, tusiwakasirishe. Lakini sambamba na hilo, hata ukisoma Kolosai 3:21 na yenyewe inasema hivyo hivyo kwamba akina baba msiwachokoze watoto. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe kanisa. Kumbe kuna muda na sisi kama wazazi tunawakasirisha watoto. Hivyo tunatakiwa kila kitu kwenda kwa kiasi. Kama ni adhabu tunarudi kule. Kama ni adhabu unayoitoa, itoe kwa kiasi kwa mtoto wako. Usimpe adhabu inayopita uwezo wake. Usimpe adhabu inayomfikirisha mpaka anasema hivi kwa nini nimezaliwa. Yaani kuna mtoto anajuta kwa nini amezaliwa. Hafurahi kuwepo chini ya jua. Kwa jinsi anapopita, jamii haimwangalii. Nyumbani akienda ni moto. Sasa anaenda wapi? Mmeshaona watoto wanajinyonga hizi stories tunazisikia. Yaani nakuta mtoto amesikia tamati, haelewi pa kwenda. Si kwenye jamii ndio anaenda, si anaiba na kama anapigwa. Si ndio? Nyumbani anatoka mikono inawekwa kwenye moto. Sasa anaenda wapi? Yaani haelewi afanye nini. Hapati msaada wowote. Kwa anaishia kwenye majanga ambayo ukiasikia unasikitika unasema sasa hapa mimi nafanya nini? Lakini wazazi au walezi kuwa mfano mzuri kwa watoto. Yaani wewe unachokitaka kwa mtoto wako, vipi wewe ni mfano mzuri? Eti baba, eti mama, wewe ni mfano mzuri kwa mtoto wako? Au ndo utamwambia wewe sikiliza tu maneno yangu lakini matendo yangu usiyafuate? Sidi? Mtoto anaona unaingia umelewa. Na yeye anaanza kutafuta hiyo pombe. Akiwa hiyo pombe unamkataza. Kwa nini unamkataza? Kwa nini wewe usio mfano? Kwa hiyo sasa tujifunze kile ambacho tunataka sasa kitokee, sisi ndio tuanze kukipractice. Sisi ndio tuanze kukiishi. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Watoto mara nyingi kujifunza kwa vitendo kuliko kusikiliza. Yaani kile unachokifanya ndicho anachojifunza. Sawa? Sio kile anachokisikia, lakini anaangalia yale matendo unayoyafanya mle ndani. Lakini sasa kama unafanya tofauti, mtoto itamsaidiaje? Sasa kwenye ukali kupita kiasi, labda tu nitoe mfano. Nitoe mfano wa binti yangu mimi mwenyewe kwanza. So sasa sisi na sisi tumelelewa, ndio na sisi ndio tumeanza sasa kupata watoto na sisi tunalea. Sisi tunajua tu mtoto akikosea ni kupokea, ni kupiga. Ndipo maisha ambayo na sisi tumeanguka. Kwa na mimi sasa naona mtoto kama vile simuelewi, mimi kazi yangu ni kupokea na kupiga. Matokeo mabaya kupokea, kupiga.
hajafanya nini kufokea, pige. Nikaanza kujifunza taratibu, nifanyeje? Nikaanza kujifunza taratibu, nikagundua sasa mtoto wangu ni wapi nakosea mimi kama mama. Mtoto ilifikia wakati sasa tumekutana, mama ni mkali, nilikuwa naishi na mdogo wangu ambaye sasa hivi namwita mama mdogo wa kike, naye ni mkali. Kwa akija kwangu mkali, akienda kwa mama mdogo naye ni mkali. Na anafanyaje mtoto? Alitaka kuepuka brightness, alitaka kuepuka mtoto. Na mshukuru Mungu